Katika ukimya wa savana unaokatizwa na milio ya ndege na upepo unaocheza na nyasi ndefu, ndipo simulizi ya kabila la Wahadzabe inapoanzia. Watu wa kale wanaoishi kana kwamba muda ulisahau kupita kwao. Ni jamii ambayo mizizi yake imejikita mbali sana katika historia ya binadamu, wakihifadhi maisha ya uwindaji na ukusanyaji kama urithi usioguswa na ustaarabu wa kisasa. Watafiti wengi wa anthropology wanakubaliana kuwa Wahadzabe ni miongoni mwa jamii kongwe zaidi ulimwenguni, wakikadiriwa kuwepo katika maeneo ya Afrika Mashariki kwa zaidi ya miaka 10,000 iliyopita. Lugha yao ya kipekee yenye miungurumo, yani click sounds, ina uhusiano na lugha za kale za makabila ya Khoisan, jambo linaloashiria kuwa chimbuko lao linaweza kurejea zama za mwanzo kabisa za binadamu waliotawanyika barani Afrika. Simulizi yao inaelekea katika mabonde ya Ziwa Eyasi, mahali ambapo jua huchomoza kwa fahari na kuzama kwa aibu, na ndipo wanapopatikana hadi hivi leo. Eneo hilo lipo karibu na Ziwa Eyasi, kusini magharibi mwa mji wa Arusha, likiwa limehifadhi maisha yao ya jadi kwa karne nyingi mpaka hivi sasa. Hapa mwanadamu na asili wanaishi kwa maelewano yasiyoandikwa vitabuni, bali mioyoni mwao. Historia yao haikuandikwa kwa kalamu, bali kwa miguu iliyokanyaga ardhi na mikono iliyovuna asali porini. Hakuna mwaka maalum wa kuanzishwa kwa kabila hili kama ilivyo kwa falme nyingi, bali ushahidi wa arkeolojia unaonyesha kuwa jamii zinazofanana nazo zilikuwepo tangu enzi za Stone Age, yaani zama za mawe, takriban miaka 8,000 hadi 1,200 iliyopita. Hivyo Wahadzabe hubeba pumzi ya historia ya binadamu wa kale. Katika karne ya 19, kuanzia miaka 1800, wageni na watafiti kutoka barani Ulaya walipoanza kuingia barani Afrika, hususa Afrika Mashariki, waliwakuta Wahadzabe wakiwa bado wanaishi maisha yao ya asili kabisa. Hakuna kilimo, hakuna ufugaji wa kudumu, ni uwindaji wa wanyama wadogo, ukusanyaji wa matunda na asali, maisha yaliyojaa uhuru usiofungwa na mipaka ya ramani. Licha ya misukosuko ya karne ya 20, ikiwemo ukoloni ulioanza rasmi katika mkutano wa Berlin, Wahadzabe waliendelea kushikilia utamaduni wao. Wakati mataifa yakigawanywa na mipaka ya kisiasa, wao waliendelea kuishi kama mababu zao walivyoishi, wakiepuka kabisa mwingiliano mkubwa na mifumo ya kisasa. Hadi hivi sasa, idadi yao inakadiriwa kuwa kati ya watu 1,000 hadi watu 1,500, wengi wao wakiishi katika maeneo ya Karatu pamoja na Mbulu. Hawa ni mashujaa wa kimya wanaoendelea kupigania utambulisho wao katika dunia inayokimbia kwa kasi ya teknolojia. Na hivyo basi, simulizi ya Wahadzabe si hadithi ya kale tu, bali ni kioo kinachoonesha mwanzo wa maisha ya mwanadamu, hadithi ya uvumilivu, uhuru na mshikamano na asili. Wao ni kama nyota zisizozimika angani. Hata dunia ibadilike vipi, nuru yao itaendelea kung'aa, ikisimulia historia ambayo haijaandikwa kwa wino, bali kwa roho ya uhai wenyewe. Jina langu ni Dennis Samora.